Jambo wasikilizaji wa Fuata Biblia Kongoze, ni mimi mtumishi Matoleo Birunga hapa kwenye kipindi cha Fuata Biblia Kongoze. Ndiyo naenda kwa salimu sana kabisa. Na ninakuja kwanza kwa shukuru wasikilizaji waliotoa muda wao kwa kujibu ulizo tuliosambaza mawiki iliyopita. Na ulizo wenyewe inasema hivi: je, Yuda Iskariote alizaliwa na kusudi la kumsaliti Bwana wetu Yesu Kristo? Je, Yuda Iskariote alizaliwa na kusudi la kumsaliti Bwana wetu Yesu Kristo? Hiyo ndio ni ulizo tulioisambaza. Basi na mimi nitaenda kujibu kutokana na usikivu wangu wa maandiko. Basi na kama ndugu yangu katika Kristo, kama unanisikiliza au hujatoa maoni yako, basi kuna linki hapa hivi. Unaweza kutoa maoni yako, na pia unaweza kuondoka kwenye linki hii unavinya, alafu na utakuwa na uwezo ya kusoma maoni ya wengine. Tukijua kwamba maoni yako inaweza kuwa usaidizi kwa wengine, maoni yangu mimi inaweza kuwa usaidizi kwa wengine. Basi nawashukuru sana. Mimi nitaenda kutoa jibu ya hii ulizo kama gisi naelewa maandiko. Jambo la kwanza ni hili: utabiri kuhusu yeye atakayemsaliti Bwana Yesu Kristo. Tunaenda kwanza kusoma utabiri kuhusu yeye atakayemsaliti Bwana Yesu Kristo. Tunaingia katika kitabu cha Yohana sura yake ya 13 na mstari wake wa 18. Anasema hivi: sisemi habari za ninyi nyote, na wajua wale niliowachagua, lakini andiko lipate kutimiza. Yesu Kristo anasema kwamba lakini andiko lipate kutimizwa, aliyekula chakula changu ameniinulia kisigino chake. Aliyekula chakula changu ameniinulia kisigino chake. Hapa Yesu Kristo akitoa utabiri ya yule aliyekaa miongoni mwao atakayechukua hatua ya kumsaliti Bwana Yesu Kristo. Na hii maneno alianukuu wapi? Alianukuu katika kitabu cha Zaburi 41 41 na mstari wake wa 9 au wa 9. Inasema hivi: msiri wangu tena niliyemtumainia, aliyekula chakula changu ameniinulia kisigino chake. Inasema msiri wangu tena niliyemtumainia, aliyekula chakula changu ameniinulia kisigino chake. Haya ni maneno yaliandikwa katika Zaburi miaka mingi Yesu Kristo atazaliwa. Mungu apate kusifiwa sana. Haya maneno yanaenda kutimia wakati Yesu Kristo akielekea kwenye mwisho wa kazi zake alizozijia hapa duniani, kuimarisha wokovu yako na wokovu yangu mimi. Yuda alikuwa amekula chakula pamoja na Bwana miaka 3, na hata hivyo alimuinulia kisigino chake. Mungu apate kutusamehe sana. Tunaenda kusoma tena kitabu cha Marko 14 na mstari wake wa 21. Marko 14 na mstari wake wa 21 anasema hivi, akisema kwamba kwa maana mwana wa Adamu aenda zake kama alivyoandikiwa, lakini ole wake mtu yule ambaye amsaliti mwana wa Adamu. Ingekuwa heri kwake mtu yule kama asingezaliwa. Anatumia neno la ole kuliko kutumia neno la heri. Mungu asaidie sana. Na hii neno la ole ni lazima litupatie mwangaza fulani kwa ajili ya tendo lililotendwa na Yuda Iskariote kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu apate kutusaidia sana. Jambo la pili, Yuda alitumia uhuru wake wa kumsaliti Yesu Kristo. Yuda alitumia uhuru wake wa kumsaliti Bwana wetu Yesu Kristo. Kuna neno lingine Yesu Kristo alizungumza akianza na neno la ole. Inapatikana katika Mathayo sura yake 18
na mstari wake wa 7 anasema hivi: ole ni wa ulimwengu kwa sababu ya mambo ya kukosesha, maana hayana budi kuja mambo ya kukosesha, lakini ole wake mtu yule aliletaye jambo la kukosesha. Lakini ole wake mtu yule aliletaye jambo la kukosesha. Ole kwa mtu yule atakayesababisha kumkosesha mtu yoyote. Ole kwa mtu yule atakayesababisha kumkosesha mtu yoyote. Mungu atusaidie sana. Na hapa hivi anatumia neno ole. Anatumia neno ole. Basi tuseme kwamba Yuda Iskariote alizaliwa na kusudi la kumsaliti Bwana Yesu Kristo. Kama ni hivyo, angetumia neno ole kwa yeyote yule atakayechukua hatua ya kumsaliti Bwana Yesu Kristo. Kwa sababu kama alizaliwa na kusudi la kumsaliti Bwana Yesu Kristo, tukimaanisha kwamba inamaanisha kwamba atakuwa amezaliwa na kifungo. Amezaliwa na kifungo. Maana yake alizaliwa kwa sababu moja tu. Alizaliwa hapa duniani ili apate kumsaliti Bwana Yesu Kristo. Manake hakukuwa na uhuru. Hakukuwa na uwezo wa kuchukua ingine njia. Hakukuwa na uwezo wa kuchukua ingine njia. Alizaliwa na kifungo ya kumtimizia Bwana Yesu Kristo tendo kama na hilo. Hapa Yesu Kristo akitumia ole. Alitumia ole. Na pia alitumia ole kwenye mstari wake Marko 14. Akisema kwamba ilikuwa ni ole kwa mtu yule atakayemsaliti mwana wa Adamu. Mungu atusaidie sana. Sasa hii neno ole huwa inatumiwa kwa yule mwenye alitenda mabaya, alitimiza andiko mbaya, na alikuwa na uwezo, alikuwa na hiari ya kuepukana na tendo alilolitimiza. Maana alitimiza kwa hiari yake. Alitimiza kwa hiari yake. Hapa neno la Mungu na Yesu Kristo akitumia neno ole, sio kwa alitumia ole kwa wale wanaotimiza mabaya na wakijua wana uwezo wa kutimiza mazuri. Jambo la tatu ni hili: roho ya kumsaliti Yesu kwa fedha ilikuwa tayari ndani ya Yuda. Roho ya kumsaliti Yesu kwa fedha ilikuwa tayari ndani ya Yuda. Yuda alikuwa nayo. Tunasema kwamba Yuda alikuwa anapenda pesa na akapewa nafasi, akapewa kazi ya kuchunga pesa ya ile kundi. Tunasoma kwenye kitabu cha Yohana sura yake 12 na mstari wake wa 4 mpaka wa 6, anasema hivi: basi Yuda Iskariote, mmoja wapo wa wanafunzi wake, ambaye ndiye atakaye kumsaliti, akasema, mbona marhamu hii haikuuzwa kwa dinara 300 wakapewa maskini? Naye alisema hayo si kwa kuwahurumia maskini, bali kwa kuwa ni mwivi. Naye ndiye aliyeshika mfuko akavichukua vilivyotiwa humo. Hapa hivi Yohana anafunua hali ya Yuda. Yuda alikuwa tayari amepangiwa na roho ya kupenda fedha. Alikuwa tayari amepagiwa na roho ya kupenda fedha. Sasa wakati Wafarisayo na Masadukayo na waandishi walitumia pesa kwa kuina roho ya mmoja wa mwanafunzi kutoa hatua ya kumsaliti Bwana Yesu Kristo, Yuda alionekana kuwa number 1. Kwake ilionekana kuwa ole kwa kutimiza andiko mbaya. Kwa kutimiza andiko mbaya. Hasa na hayo yakazaa madhara ya kifo katika maisha mwake.
mpate kubarikiwa sana, na kuna ulizo ingine inakuja njiani tutakayoisambaza, na tungependa pia tupate kusikia maoni yenu mpate kubarikiwa. Amen.